Elimu ya afya ya akili kwa wanafunzi ni jambo nyeti na muhimu sana, hasa kwa kizazi cha sasa kinachokumbwa na changamoto mbalimbali za maisha, mitihani, msongo mawazo na hata matatizo ya kifamilia. Ili kutatua changamoto ya elimu ya afya ya akili, elimu inahitajika nguvu ya pamoja kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo nchini, na ni wajibu wa wazazi kuwa karibu na watoto wao ili kubaini hali hiyo. Katika skuli ya Tumekuja, mwalimu mkuu wa skuli hiyo Suleiman Salum Abdallah, yeye anasema kutokana na afya ya akili tayari amepokea kesi nyingi za wanafunzi zinazotokana na sababu mbalimbali, na kusema kuwa wanashirikiana kwa karibu na wazazi ili kubaini matatizo hayo. Umar Kuthum Abdallah anarejea. Elimu ya afya ya akili ni mtazamo mpana duniani kote na ni ya nyanja tofauti, na afya ya akili inaweza kumpata mtu yoyote kutokana na hali ya maisha. Inaweza kukutokea kazini, skuli na hata nyumbani. Pindipo afya ya akili ikiwatokea wanafunzi, tunataka tufahamu walimu ni kwa namna gani wanatambua tatizo hilo. Hapa ni katika ofisi ya mwalimu mkuu wa skuli ya Tumekuja, mwalimu Suleiman Salum Abdallah anatueleza kiupande wao wanachukua njia gani ili kumbaini mwanafunzi aliyopatwa na afya ya akili. Karibu. Asante sana. Kwanza nikushukuruni, lakini ni kweli suala la afya ya akili sasa hivi limesheheni katika jamii zetu, au Waswahili limeota mizizi. Kama sisi as a school, kuna njia mbalimbali ambazo tunaweza tukamjua kwamba huyu mwanafunzi hayuko sawa na wenzake. Miongoni mwa sababu hizo, kwanza namna anavyovaa. Unaweza tukamkuta mwanafunzi kwamba pengine kaja yuko tofauti, mchafu. Mwanafunzi huyu tunapomwita, basi tunajua kwamba huyu ana tatizo la aina fulani. Lakini la pili, sometime tunaweza tukamkuta mwanafunzi amekaa pembeni, analia peke yake. Kwa hiyo si kitu cha kawaida kumwona mtoto anaweza kulia mara kwa mara. Manake tunajua kuna changamoto ya afya ya akili. Pindipo matatizo haya yanapotokea, tunasema kwa namna yoyote ile, mnachukua nyinyi walimu sasa, mnashirikiana vipi na hao wazazi katika kuhakikisha mtoto anarudi katika mstari wake na kufikia ile malengo yenu ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wote? Sisi skuli ya Tumekuja tuna bahati kubwa sana kwa sababu tuna mashirikiano mazuri ya wazazi. Na ndugu mwandishi, nikupe tu history. Kupitia hizi stress za watoto wetu, tuliwahi kuwaita wazazi na kuwaeleza, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwanzo wa wazazi waliachana, lakini baada ya kuwaita na kueleza advantage ya kukaa na mtoto wao, mwisho wa siku alhamdulillah hawa wazazi waliweza kurejeana na wakalea mtoto wao, na mtoto huyu ana performance nzuri baada ya wazazi wake kurejeana na kumlea yule mtoto. Kidole kimoja hakivunji chawa, na mashirikiano baina ya walimu na wazazi yamekuwa yakileta tija kwa wanafunzi. Na sasa walengwa wakuu ni wanafunzi. Tukawasikilize kiupande wao, wanafahamu elimu ya afya ya akili. Elimu ya afya ya akili ni ile hali ya mtu kuchanganya mambo, mfano kuchanganya elimu na fikra zake za akilini, ambazo zinaweza zikamsababishia kutoka katika msingi mmoja kuelekea katika msingi mwingine. Elimu ya afya ya akili ni elimu ambayo anatakiwa kupewa mtu anapofikiwa na matatizo ambayo yanaweza kusababishwa na stress au matatizo ya nyumbani. Mara baada ya kutambua